Inawezekana walikuwa wanapiga ngumi za vibutu, sijui hata mapanga walibebea kwenye kwapa au wapi, lakini Biblia inaniambia walikuwa wakoma, lakini walikuwa na ujasiri. Mungu akasema, nyinyi hamtaenda na silaha za kibinadamu, nyinyi nitaondoka na nyie. Wakati wanatembea wanapiga story, wanasema mshami mmoja atatambua leo. Mungu anasema sio mmoja, wote watakimbia. Anatuma jeshi la malaika, anasema tembeeni na hao wenye ukoma. Washami wanasikia vishindo vya farasi, hawaoni Waisraeli, wanasema Waisraeli wamekodi majeshi kutoka Misri. Kwa hiyo wakaanza kukimbia, tena sio kukimbia na farasi. Farasi waliacha, kila mmoja anatambaa kwake. Kuna mahali mwanangu, nataka nikwambie, kuna mafanikio yako yapo, kuna vitu vyako vipo, vinasubiri tu maamuzi yako. Kuna vitu hautavipata mpaka uwe na nguvu ya kuamua. Kuna mahali hautafika mpaka uwe na nguvu ya kuamua. Kuna watu hautakutana nao mpaka uwe na nguvu ya kusema naenda mahali fulani. Kuna mahali ambako biashara si kana kwamba haipo, ipo, lakini Mungu anataka uchukue maamuzi kwanza. Kuna mahali tunaanza na kitu kidogo wakati tunatembea. Wenye vitu vikubwa wako mbele, wanasema huyu mbona kiatu chake kimechakaa, ngoja nimpe kiatu kipya. Lakini ungekaa nyumbani, huyo usingekutana naye. Nini naongea? Kuna mahali unatakiwa kwenda, na kuna watu wanakusubiri tu wakutane na wewe. Ukiona naongea kitu ambacho ukielewi, jaribu kumwanza yule mwanamke Shunami ambaye alimwona mtumishi wa Mungu Elisha anapita na Gehazi kila siku. Na yule mama, Biblia inasema alikuwa na changamoto ya watoto, alikuwa hana mtoto hata mmoja. Wakati Elisha anapita, hakuwa Elisha tu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili alikuwa ni Elisha, kwenye ulimwengu wa roho Elisha alikuwa amebeba watoto wa yule mama Mshunami. Alipita siku ya kwanza na ya pili, lakini yule mama alimuona ni Elisha tu anapita. Baadaye akasema hapana, nitamchukua huyu mtumishi wa Mungu, nitamjengea chumba kimoja ili akae. Wakati anasema namweka Elisha akae, kumbe ndo anabeba watoto anawaingiza nyumbani mwake. Haleluya! Kwa kuna mazingira fulani mpaka uchukue hatua fulani, uchukue maamuzi fulani. Unapoamua ndo unakutana na kitu fulani. Hauwezi kusema tu nikipata hela nitakuja kwa. No, anza na hicho. Utakutana na watu wanakusubiri kwa ajili ya kukusupport na kukupeleka hatua nyingine. Hawajaja wenyewe, wameletwa na Bwana. Kuna mahali tunasaidiwa na watu ambao hatujui hata majina ya ukoo wao, lakini tunakutana nao tu, Mungu aliwaweka. Walikuwa wanasubiri tukutane nao mahali fulani. Haujawahi kuona kuna mahali unasema ngoja tu nikatafute kazi. Unakutana na mtu unamuelezea, anakwambia hapana mdogo wangu, mimi ninaweza kukupa hii 200,000, unaweza kufanya kitu fulani. Ni nguvu yako ya kuamua kusema nikatafute kazi ndio iliyokufanya ukutane na huyo mtu. Kuna Waswahili wakasema mtembea bure si sawa na mkaa bure, lakini wewe utembei bure, unatembea na Bwana anakupeleka kwenye kusudi fulani. So jitahidi kuwa mtu wa kumuvu, usiwe mtu wa kukaa mahali pamoja.